Okay, hello Tanzania. Bwana, mambo vipi? Leo nataka tuzungumze kidogo wazazi na walezi. Of course tunajua kwamba hiki ni kipindi cha likizo time, si ndio Watoto wetu wamerudi nyumbani kwa ajili ya kupumzika kidogo, ku refresh ili wakirudi shule wanaenda kuanza upya kabisa. Lakini kuna mambo ya kuzingatia. Wazazi na walezi tusisahau, watoto wanapokuwa nyumbani kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo tunafanya sisi wazazi, watoto wanapokuwa nyumbani, tunawaacha muda mrefu mno wanashinda kwenye TV, kwenye simu, kwenye matableti, kwenye nini. Sasa kuangalia TV sio mbaya, kuperuzi kwenye simu sio mbaya kulingana na ulimwengu wa sasa wa kidijitali. Lakini je, anatumia muda gani kutazama hiyo TV? Anatazama nini kwenye hiyo TV? Anatazama nini kwenye hiyo simu? Hapo ndo kwenye shida. Lakini pia ni muda gani anaotumia? Wanasaikolojia wanasema kwamba watoto ambao wanatumia muda mrefu kutazama TV, wanatumia muda mrefu kuperuzi kwenye simu, wanakuwa na athari kadha wa kadha, ikiwemo kukosa ubunifu, mara nyingi wanakuwa na hasira, lakini kuna wakati pia wanakosa ile power ya kujiamini, na mwisho kabisa inawatengenezea misingi ya kuharibu uwezo wao wa kiakili. Ni kama inawafanya wazubae hivi, hawaamki. Kwa hiyo tuwe makini sana. Ikiwezekana, badala ya simu, badala ya TV, tengeneza baadhi ya vitu ambavyo vitamfanya awe comfortable akiwa nyumbani. Lakini kitu kingine pia, hakikisha huyo mtoto kweli unampenda, ila amerudi nyumbani afanye kazi za hapa na pale za nyumbani. Mshirikishe. Kama kuna bustani, hebu mwache mtoto akafanye kazi ya bustani, amwagilie. Sio kazi za kumchosha. Kumbuka ni likizo, anahitaji kupumzika, lakini hakikisha kwamba anashiriki kazi za nyumbani, ikiwemo bustani, kama ni mtoto wa kike, kuosha vyombo, kupika. Sio kwa sababu ni likizo basi anakaa tu analala muda wote. Hakikisha unamcontrol kwenye kulala. Watoto wengi wakirudi nyumbani, wengine ni wavivu, wanatumia muda kulala muda mwingi. Shuleni wanakosa ule muda wa kujifunza baadhi ya kazi za nyumbani kama kupika, kuosha vyombo, kufanya mambo mengine. Muda huo sasa ndio jukumu lako mzazi. Mtoto wewe anatumia muda mwingi sana shule na muda mchache sana unakuwa naye wewe. Katika muda mchache hakikisha kwamba unamfundisha mambo ya msingi, majukumu ya nyumbani awe anayaelewa. Mtoto aamke mapema. Hakikisha mtoto aamke mapema. Usimwache analala mpaka saa 5, saa 6. Wakati shule amezoea kuamka saa 12, amezoea kuamka saa 11. Badala yake unaweza kumfanya asiamke saa 11 kama ambavyo huwa anaamka shule, lakini jitahidi angalau saa 12, saa 1 au amekushaamka na akusaidie kazi za pale nyumbani, kufanya usafi na vitu vingine, ukatakata maua kidogo kuweka sawa. Anapata hizo stadi za maisha ambazo ni muhimu. Lakini kitu kingine pia, kama utakuwa una uwezo wa kumfanya ajifunze extracurricular, yani ajifunze mambo mengine ya ziada zaidi anapokuwa likizo, kwa mfano computer course, angalau hata ajue kitu kidogo tu. Usitake aende kwenye vitu vingi, kitu kidogo tu anaweza akajifunza wakati huo. Lakini zipo course nyingi ambazo ni short course, anaweza akapata nafasi ya kujifunza. At least wakati akiwa nyumbani anatoka kwenda sehemu kama saa 2, 3 kwa ajili ya kujifunza jambo fulani ambalo litamuongezea maarifa kidogo. Lakini kumbuka pia kununua vitabu vya hapa na pale vya ziada na kiada, ili awe anapata angalau hata saa 1, nusu saa kupitia kidogo baadhi ya vitu, kwa sababu maarifa yanapatikana kwenye maandishi. Lakini jambo lingine ambalo ni la msingi sana, ndugu mzazi, ibada kulingana na imani yenu. Wewe ni Mkristo wa imani gani? Wewe ni Muislamu wa imani gani? Hakikisha katika nyakati hizi mtoto unampeleka sana au unamuhimiza sana afanye ibada, kwa sababu kuna baadhi ya mazingira yetu ya shule hairuhusu watoto kufanya ibada effectively, kufanya ibada kwa usahihi, kwa uhakika. Kwa hiyo misingi ya kiimani inaweza isijengeke kwa mtoto wako. Kwa hiyo wewe akiwa likizo ndio wakati wa kumjenga katika misingi ya kiimani. Kama ni Muislamu, hakikisha anaswali swala zote 5 msikitini, unaenda naye na kadhalika na kadhalika. Kama ni Mkristo, the same, unaenda naye kanisani. Hakikisha kwamba unamjenga katika misingi ya kiroho na kiimani, awe na hofu na Mungu. Mwisho lakini si kwa umuhimu, zungumza naye. Una muda mrefu huyo mtoto hujakaa naye chini, hujazungumza naye. Wana mengi sana ya kuongea. Unapotaka kuzungumza naye, usitengeneze mfumo wa maswali na majibu, utakosea. Mwache huru yeye aweze kuongea, umsikilize kwanza yeye, alafu baadaye wewe ndio useme ya kwako au umshauri ya kwako. Yes, it's me, Awadhi Palangu.
follow katika hii page, ujue mambo mengi malezi na makuzi ya mtoto. Thank you.